na mambo sita hayo pia yanaweza yakabomoa maisha yako. Kwa hiyo itategemea vile utakavyotumia mambo hayo, yanaweza yakakufanikisha na pia yanaweza yakakufilisha ukafeli ukarudi nyuma. Mambo sita haya ambayo kwa dakika hizi inshallah tutajaribu kuyaeleza kwa haraka, mambo yanayoweka katika hali nzuri na pia kwapo yanaweza yakubadilisha. Jambo la kwanza wasema akhlaquka, tabia yako. Tabia yako inaweza ikakufanikisha maisha yako yakadoreka kwa tabia, na pia kwa tabia yako unaweza ukafeli, usiendelee kwa sababu ya tabia. Na ndio maana unaona Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanikiwa sana katika dawa yake. Kilichomfanikisha yeye ni kwa sababu ya tabia yake alikuwa nayo. Kwa muda mchache, kwa kipindi cha miaka 23, Mtume amefanya dawa miaka 23. Angalia mpaka leo huyu ni watu wa Uislamu na hajawahi kukanyana. Yeye mwenyewe hajawahi kutoka katika bara la Arabu. Alizaliwa huko na akafia huko, lakini Uislamu umefika kila sehemu. Siri iliyopo ni kwamba ile tabia yake ndiyo iliyofikisha huko mtamboni, na hata Mwenyezi Mungu akampatia certificate, yani cheti cha kuwa na tabia nzuri. Wa innaka la'ala khuluqin adhim. Angalia khuluqin haikishia khuluqin adhim. Wa innaka la'ala, na hakika wewe uko juu, khuluqin, tabia adhim kubwa. Mtume huyu tabia yake imemfanya amekuwa amefanikiwa katika mambo yake, na hata yeye mwenyewe aliwahi kusema, innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Mimi nimetumwa, ni Mwenyezi Mungu amenituma kufanya nini? Liutammima makarim al-akhlaq, kukamilisha au kurekebisha tabia. Mtume ni mrekebishaji wa tabia. Ndio maana sahaba aliposema Mtume alirekebisha, ametumwa kuja kurekebisha tabia. Wakasema kinachompeleka mtu peponi ni tabia, na kinachompeleka mtu motoni ni tabia. Na hizi tabia itategemea, sababu ukiangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam tokea amezaliwa alifahamika ya kwamba ni kijana aliyekuwa na tabia nzuri. Hata ingawa aliposema kwamba ametumwa na Mungu yeye mtume, wale waliokaa naye wengi waliamini maneno anayosema, kwa sababu huyu haijawahi kupatikanapo kwamba anasema uongo, kwa sababu mazingira yaliyokuwa akiishi ni mazingira ya watu walikuwa na kichwa kigumu. Si rahisi kuamini, lakini yeye aliaminiwa na wengi.
Hebu angalia moja kati ya makali na akhlaqi yake, tabia yake. Siku moja imeelezwa katika kutubu sira, vitabu vya sira, ya kwamba katika mwanzo wake wa ulinganizi wake, siku moja anapita njiani Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakutana katika mji wa Makka, anakutana na bibi mmoja mzee aliyekuwa na mzigo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsaidia bibi yule kubebea mzigo, hata ausalaha ila makaniha, kama akaufikisha sehemu aliyotaka yule bibi. Yule bibi akampongeza sana yule kijana, akamwambia, kijana, mimi sina cha kukulipa na nakuona wewe ni tofauti kabisa na vijana wa Makka, hawana tabia kama yako hii ya kusaidia wazee kama mimi. Unaona, wewe nakupongeza sana, sina cha kukulipa, lakini kuna jambo hili nitakwambia. Tahadhari kijana wangu, pale Makka nasikia kuna kijana ametokezea anaitwa Muhammad. Huyo kijana nasikia ameleta vurugu sana, amekuja kutenganisha watu, amekuja na dini mpya, anasema si watu wasiabudu masanamu. Huyo kijana wangu nakutahadharisha, usiwe karibu na huyo. Hili ndilo ambalo naweza nikakupa, kaa mbali na mtu yule, asije akakutoa katika mila za baba. Sasa ingelikuwa mimi na wewe tunaambiwa hivi, Mtume akamsikiza akamwambia sawa. Falamma awalla, yule bibi mzee alipokuwa anaenda na Mtume amegeuza naye anarudi, yule mzee akasema, lakini mbona yule kijana alinisaidia sitamuuliza jina lake, nitakapoulizwa huu mzigo umebebewa na nani? Kijana kidogo, njoo, nimesahau kukuuliza wewe ni nani. Anambia, mimi ndiye Muhammad uliyekuwa unaizungumzia sasa hivi, mimi ndiye Muhammad. Basi siko ninaambiwa kumbe wewe tofauti. Yule mzee akasimama bi akhlaqihi, kwa tabia, sio ile aliyemlekania katika dini, unajua Uislamu. Ile tabia ilimfanya yule mzee akasimama. Unaona, sasa kutokamana na hiyo Mtume alifanikiwa makubwa. Hakutumia nguvu ya maneno kulingania watu sana. Ilikuwa wewe unapompinga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kule nje, siku ile unapokutana naye ukimwona unasema huyu si mbona tofauti vile na ndio bi akhlaqihi, kwa sababu ya tabia yake. Wallahi tabia ilifikisha Mtume mbali. Ndio maana ikasema tabia, huenda hapo wewe ulipo umefanikiwa kiasi fulani kwa sababu ya hulka ya tabia yako. Hata tukija katika masala ya ndoa, wanandoa wanaweza wakaendelea kuishi vizuri wakisaidiana kwa sababu ya tabia zao nzuri, lakini mmoja anapokuwa na tabia ambayo sio, inaelekea ndoa hiyo sasa kuvurugika. Mmoja alikuwa ameandika katika msemo mmoja, wanawake wazuri kwenye mvuto wameolewa, lakini tabia imewakilisha nyumbani.
Ni kweli wana sura nzuri ya mvuto, wameolewa, lakini tabia mbovu imewafanya wamerudi nyumbani. Hata ukiwa katika kazi umeajiriwa, tabia yako kama si nzuri, ndugu yangu, mbona unaweza ukafutwa kazi? Unaona, ndio maana siku hizi hata baadhi ya kampuni unapoajiriwa wanataka barua ya tasdia ya kuonyesha kwamba wewe una tabia nzuri, kupitia kwa mtu maarufu anayejulikana, athibitishe pale kwamba huyu unamwamini ana tabia nzuri. Basi ndio unaona, ndio tabia inaweza ikakujenga, wakati hapo pia tabia inaweza ikakufelisha. Hawa watoto wetu hao watafanikiwa katika mambo yao endapo tutawajenga kitabia katika mustakabali wao. Faida pia hawatofikia malengo ikiwa tutafeli katika tabia. Utatumia pesa nyingi kusomesha taalimu, lakini kama hukufanya kibarua cha kurekebisha tabia, wewe bora utakuwa unajaza Ujerumani na hali tojaa. Kwa hiyo lazima taadili suluhu, lazima hizi tabia zirekebishwe, zinyooshwe. Ukifanya juhudi zako nyingi kurekebisha tabia za watoto wako ziwe nzuri, watakuwa wastaarabu na watahitajika na watu wengi watakuwa wanahitaji. Tafiti za kielimu zinaonyesha kwamba tabia zimegawanyika vigawanyo viwili. Tabia ya kimaumbile, ndivyo alivyozaliwa na hiyo tabia hiyo. Almaurufa, ambayo inadhihirisha. Alafu kuna tabia iktisabi, tabia ya kuchuma. Alikuwa hana hiyo tabia, ameipata. Kwa hiyo tabia hizi ambazo inaweza kuwa nzuri au mbaya, ya kuna tabia ya kuzaliwa. Mtu yuko hivyo, tabia yake katika tabia yake yuko hivyo, tabia ya kuzaliwa. Alafu tabia ya iktisabi, amechuma, amefundisha watu, amefundisha hivyo. Sasa hizi tabia mbili lazima iwe kwa yule mlezi aweze kuchanganyua kati ya tabia mbili. Akizichanganya zote atashindwa. Lazima aangalie hii ni tabia ya kimaumbile aliyozaliwa nayo au hii ni tabia aliyofunzwa kuwa nayo. Mtoto kwa mfano, mtoto anaweza akawa ana mkono mrefu, ni mwizi. Natoa tu mfano mdogo, anaweza akawa ni mwizi. Sasa inahitajika uangalie hii tabia ya mkono hii ni yake binafsi, ni maurufa au amefunzwa na wenzake. Lazima uangalie. Wewe ukitaka kuchanganya utaarifu. Na wanachuoni wa malezi wanasema tabia ya kuchuma, hii tabia ya kuchuma ya kurithi imetoa kwa ameiga, inarekebika haraka. Mtoto anaweza akarekebika haraka, yaani unaweza ukamrekebisha kazi. Lakini hii ya kidamu hii utapambana nayo, utampiga yule mtoto, utapeleka polisi, pia atapigwa na bado tabia hii imechanganyikana na damu. Kuna viini tete vya ukimwi vipo, unamuumiza tu huyu mtoto kule. Sasa ndio maana wakisema, mfano mtoto ameonekana yeye ana mkono mrefu, aiba. Sasa angalia wewe kama mzazi, huku kuiba ni amejifunza huko nje au ni tabia
ya kidani. Tutajuaje ni tabia ya kidani? Huku kuiba tutajuaje kwamba itajua hivi? Jiulize wewe baba, gani kwa wizi uko wingi, muulize mama. Kwa hiyo utapata baba anamtandika tu, yeye mwenyewe alikuwa akidokoa pia nyumbani kibaida msenti, lakini anapiga. Sasa huyu mtoto ni damu fulani imeingia, ile ambayo ilikuwa nayo mbele imeingia. Unajua tusione tu maradhi peke yake ndio yanatibiwa, pia tabia. Mtume sallallahu alaihi wasallam inalaiha kisasi, damu inafanya kuondoka, damu inaathiri. Chungeni sehemu ya kuwa tunasema chungeni ukaoa watu, wakati mwingine damu ya kitabia inaathiri. Hata umaskini unaathiriwa, umaskini pia sema pia inaathiri. Sasa hayo hivi sitaki kuzungumzia masala yani ni mada ndefu. Tutosheke kila hapo kwamba tabia inaweza ikakujenga na tabia inaweza ikakukumbusha karudi sababu ya tabia. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa ndugu yangu katika maisha, boresha tabia. Qur'an nzima inazungumzia masala ya tabia. Jambo la pili ambalo wanaeleza linaweza likakujenga na pia linaweza likakuharibia maisha, al-asdiqa, marafiki wanaweza wakakujenga na marafiki wakati huo wanaweza kukuharibu. Bora tu uangalie mtoto wako anatembea na rafiki gani. Wewe ukiangalia mtoto wako anaweza kuwa mashallah sawa anaendelea, lakini siku ile atakuja kujiingiza katika magurupu ambayo hafai, utakuharibia maisha. Nadhani wako mtu ajua rafiki yako ndiye anaendelea, anipa mawazo mabaya, anipa hawa marafiki. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Kila mmoja huwa yuko katika tabia ya rafiki yake. Angalia mmoja wenu ni nani atakayefanya rafiki, nani atakayefanya rafiki. Isiyo yafanya huyo rafiki ndio anajaribia sasa maisha yako. Kuna rafiki anayekujenga akakupa mawazo ukaendelea ukawa vizuri, na kuna marafiki wanaweza kukurudisha nyuma. Ni vijana wangapi ambao tuliwategemea labda au ndio watakuwa miili ya jamii, lakini walipojiunga na magrupu mabaya hafai tena. Wale marafiki ndio waliowaadhibu. Ndio maana hata wewe kama mzazi pale nyumbani ukiona mtoto anabadilika, wewe usifikiri kinani wanatukana sawa, unajaribu kumzuia kwa sababu unajua kabisa marafiki ni waharamu, ni waharibifu, hasa ikiwa hawana mielekeo ya dini. Marafiki wanaweza wakakujenga na marafiki wanaweza wakakufelisha. Jambo la tatu, lisanuka, ulimi wako, maneno yako yanaweza yakakufanikisha, na kupitia kwa maneno unaweza ukafika. Ihfadhi lisanaka, chunga ulimi. Ulimi unaweza kukufikisha mbali sana, ukawa mtu mwingine kabisa bora, na pia huo ulimi unaweza kukufikisha chini kidogo. Ndio maana hata ukiangalia katika mafundisho ya dini yamesisitiza sana kuhusu swala la ulimi. Huu ulimi unateleza sana. Ni wangapi wamefanikiwa kupitia ulimi? Wamefanikiwa, ilitegemea waliutumiaje ule ulimi, na kupitia kwa ulimi
hivi sasa wengine wako jela, wengine sio wako wapi, hawakufanikiwa kwa sababu ya ulimi. Hata ulimi huu, kuna watu labda hawana taarifa nyingi, lakini wameonekana ni wasomi na dini sana kupitia ulimi waliokufunza sana. Maadamu anajua haya hadithi mbili tatu, alafu sasa anajua na kusema sasa. Mbona anaonekana ni mtu bora kupitia kwa ulimi? Ni mashehe zao wangapi tunawaona wamejulikana sana wasema kupitia kwa nini? Mwonekano wao. Hata atuangalie tabia, tuangalie ufasaha, akapendwa, akapata cheo cha juu. Kilichofikisha pale kuzabuni si kitu kingine, si kusoma kwake kwingi au ulimi. Huu ulimi na pia unaweza ukafikirisha. Ndio maana kuna bwana mmoja anatajwa ndani ya sura, hata alipewa jina Luqman al-Hakim. Luqman, kuna sura katika Qur'an inaitwa sura Luqman. Luqman kana rajulan nubi. Luqman alikuwa nubi, ni biladi Nuba. Katika miji ya zamani ilikuwa inaitwa Nuba, sehemu za Sudan. Alikuwa ni mtu mweusi mtajwa ndani ya Qur'an, na akapewa jina Luqman al-Hakim, Luqman mwenye hekima. Kana abdan, alikuwa ni mtumwa. Bosi wake siku moja alimwambia, hebu naomba unichinjie mbuzi. Nichinjie mbuzi, alafu niangalie katika mbuzi kiungo ambacho ni kizuri katika mbuzi yule. Fa'adda lahu lisan, akamwandalia ulimi, akamletea. Hichi ndicho kiungo kizuri katika mbuzi. Haya, kesho nataka unichinjie mbuzi tena, uniandalie kiungo kibaya katika mbuzi. Fa'adda lahu lisan, akamwandalia ulimi. Ndipo bosi wake akamwambia, mbona jana nilikwambia niandalie kitu kizuri ukaniandalia ulimi, leo nakwambia niandalie kitu kibaya ulimi? Kwani kuna nini? Kwambia ulimi ni kitu kimoja kizuri sana, inapotubu utakitumia vizuri, na pia wakati huo huo kitu kibaya inapotubu utakitumia vibaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam alieleza kwamba afdal ma yudkhilu nasa na kitu ambacho kitawaingiza watu sana motoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, akatangulia lisan ni ulimi. Watu wanaenda motoni kwa sababu ya ulimi. Hivi ni kwamba wewe ukinyamaza ndio unaenda motoni. Utaenda motoni pindi utakapozungumza sasa yajue hili la kheri au la shari. Allah katika Qur'ani asema hao malaika hao waliowekwa kwa ajili ya ulimi, kuandikia mema na maovu. Ma yalfizu min qawli, hakuna neno lolote utakalotamka wewe tamka, isipokuwa raqibun atid, yuko pale analichunga neno la kheri la shari na mbili. Lafudhi yoyote utakayotamka inaandikwa. Kwa hiyo naambiwa mtu awe makini. Ulimi wako pia unakufundisha maana pazuri, ulimi wako pia unaweza kufundisha maana pabaya. Fahali yukabu nas ala wujuhi, tunamwambia Qur'an, hivi wewe ujui watu wataporomoshwa motoni bihasai alsinati, kwa sababu ya machuko ya dini zao. Hizi dini ndizo zinazowaingiza watu motoni. Sio pekee yake, kuna vingine vinaingiza watu motoni, lakini ya maliwani kabisa
ulimi. Kama min albilad wasema faida alharma awwaluhu kalam, hata vita mwanzo huwa ni maneno. Hakuna vita vinaanza bila kwanza huwa ni maneno. Faida alharm awwaluhu kalam, vita vyote mwanzo huwa ni maneno. Hata wale unaona katika wimbo wa Yerika Christmas wakija pale kwanza wanaanza na maneno ya kudumisha. Haya maneno ndio yataleta ule bonge na hasira, kivutio cha kupigana. Wasema walikuwa wale sana kuswali, watu wema waliotangulia, kuna baadhi yao walikuwa wakiweka kijile chini ya dini zao, anachukua kijile anaweka sababu kile hapo hizo kwa kuzungumza ndio kama kufuli la ulimi. Kwa hiyo pindi anapotaka kuzungumza anafikiria kwanza, ili nataka kuzungumza na yeye, anakuwa anazungumza kisha njia ambayo walikuwa watumia kama njia ya kuzuia ulimi wao usije ukapeleka sehemu ambayo hawatatarajia. Hilo ni jambo lingine linaweza likakuinua na pia linaweza likafundisha. Jambo lingine ambalo linaweza likakuinua au likakufundisha, ma tushahidu birama, ni jambo ambalo napenda kutazama sana. Hili litakuathiri, inategemea hicho nacho kiangalia kinakufunza mafunzo gani, utaathirika kwa hicho. Kama ni kizuri ndio kinakujenga, kama ni kibaya kinakujenga kwa ubaya. Kwa makini vitu vinavyoangalia sana vinaleta taathiri. Unaona hata watoto wetu mfano unaingia masjidi hapo, wengine sisi sasa hivyo wanapoangalia hivyo vitawajenga au vitawabomoa, itategemea na angalia. Kwa hiyo haya mambo tumepewa kwa ajili ya kujenga. Kwa hiyo itategemea, ukiatumia vibaya itakuondosha, ukiatumia vizuri itakujenga. Allah ametutahadharisha juu ya kuyatekeleza mambo yote. Tunaangalia kila inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tukeni macho, kikacha haya macho yatakuja mas'ula, yatakuja ulizwa. Hebu fikiria jicho linaulizwa siku ya Kiyama. Wewe ukiangalia jicho linaulizwa nini? Linaulizwa vile vilivyotazama, ulitumiaje hili jicho? Mimi nilikuwa nikiangalia wewe tegemea wewe kujenga macho yako yatakujenga na macho yako yatakukosha. Waulizeni vipofu, angalau unaweza mtu ambaye aliwahi kuwa na macho anavyokuwa hana, muulize umuhimu wa macho. Leo uweze kuajiriwa wewe kwa kipofu au eti kuna gari wewe kipofu. Kwa kuna vitu kivikosa vinakufundisha. Ukiona nani unaweza kukaa ndio kasema macho pia. Macho inaweza yakakufundisha kurudi nyuma kwa sababu ya yale macho. Kwa hiyo macho shahidi humbirana, mambo unayoangalia sana yatakubadilisha. Lengine wakasema ma nasmahu birana, ni mambo tunayosikia sana, pia inaweza ikakujenga na pia inaweza ikakuondosha. Kijana anaweza kuwa katika kijiwe na wenzako anapiga story, anasikiza mimi nifanya hivi, nitafanya hivi, tutakutenda siku wala sikishikwa kalia hizi hapa. Kwa hiyo yale anayasikiza iba yatakujenga
kujenga au inafanya hivyo, itategemea milala kama kabisa hakuna kana na kuna watu wameridhika kwa sababu ya kusikiza, labda anasikiza sana mawaidha, anasikiza hivi sana, ameridhika kwa mtu. Anasikiza mambo mengi, msikia anasikiza kwa mtu mwingine. Tumewasema masikio yanaweza yakakugeka ukawa na maendeleo, na pia ambapo inaweza kukuelimisha. Waulizeni kiziwi, kampuni inaweza kumwajiri kiziwi, na kwamba kiziwi yani kwanza wanatanguliza watu waliokamili. Kwa hiyo amerudi nyuma kwa sababu ya kuwa kiziwi. Haya masikio pia tumepewa ya kujenge, na itategemea vile utakavyotumia. Utatumia kama unafeli, na haya masikio yameandaliwa kwa kukali sana. Huyo sio hicho masikio haya kuli, yani kama speaker yako tayari kupokea kila. Mtume sallallahu alaihi wasallam kafa bilmari isman an yuhaditha kulla ma sami'a, yatosha mtu ni Mungu kulizungumzia kila nilisikia leo nisema hivi nilisikia. Sasa haya masikio yameandaliwa, masikio yasiyosikia haya sio hayasikii, yani yanasikia kikosio, yameandaliwa adhabu kali. Ndani ya Qur'an anasema Allah sema wala qad darana li jahannama kathiran min al-jinni wal-ins, hakika nimeiandaa jahannam, nimekwisha ichochea na kuikoleza vizuri jahannam. Nimeandaa jahannam hii, itaingiwa ndani yake kathiri wengi min al-jinni wal-ins, mapote mawili, wanadamu na majini. Kisha Allah akaeleza sababu ya wao kuingia huko, kwa sababu lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha, kwa sababu niliwapa hawa ufahamu, akili, lakini hawatumii akili. Wala a'yun, kisha niliwapa la yusiruna biha, hawatumii pia kuangalia. Sio eti wana macho wanaona, lakini hayo macho wanayatumia vibaya. Sasa wanaenda kwenye wala adhan, na pia niliwapa masikio, la yasma'una biha, lakini hawatumii masikio hayo kusikilizia. Sio eti anasikia, lakini wametumia masikio hayo vibaya. Sasa yanawapeleka huko. Imekuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, angalia tu anaposikii, kuwa makini na ile sikio. Asema hadithi mashhur, man tasamma haditha qawmi wa hum lahu karihuna thumma fi udhunihi al-alu yawm al-qiyamah, yeyote atakayesikiliza maneno ya watu anainasikia yastariku sama, anasikiliza iko hapo, anajifanya amekaa kwa anasikiza huyu. Ndiye anayezungumziwa, yeyote atakayesikiliza maneno ya watu wa hum lahu karihuna, na wenyewe hawataki. Shanti unajua asikiza ile shida, lakini wenyewe hawataki. Mwenyewe akasikia ulichokotoa simu yake atakasirika, sijui umeangalia atakasirika, sijui umeshinda atakasirika. Sasa Mtume anaenda hivi kwa ina hali wenyewe hawataki, yukurihuna, hawapendi.
wasikie maneno yao ya kisima. Yeyote atakayetakuwa hiyo hii inaingia mpaka kwenye simu, wanachuoni wanaeleza mtu anaweka simu, mume anaweka simu yake pale, ikiwe kama mtu unaenda akajioni ndio sasa hizo ndio kutoka kipande. Na wanawake wengi ambao walifuatilia mume anaweka simu yake au walikipata hiyo, wewe unasema acha unatafutani kama ni usivurugu hii. Sasa ukishapata sio tutakuwa na mtu ndio atakakujenga kule kwa kutokotoa, ndio atakakujenga ndoa au wewe atakakuja kundoa wewe. Tajasusi katika ndoa imekatazwa, basi mfuatilie pia huko anakokwenda. Mume wangu nitakakupata huko nijue bwana nishibu bwana ufuatilie. Kila mmoja kila mtu imani tunaaminiana, yaani wanandoa ni watu walioaminiana. Ndio maana yule kazini wala hakufatana. Kwa hiyo kama hivyo itabidi kila mmoja kitetono pale au kile au fatana. Imekatazwa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam man tasama hadithi sahihi, man tasama haditha qaumi wa hum lahu karihun. Yeyote atakayesikiliza maneno ya wenyewe na huko wenyewe hawataka. Mbona mimi sio kusema hivyo? Msikie safari. Ilikuwa napenda kwa kusikia. Basi aadani suba fi kumdei atakuja kubidiwa. Huyu sikechama ataletwa. Atabidiwa ndio lala hapo. Tunataka hilo sio ile wazi ambalo nilikuwa nikisikia sana hivi. Sasa sio liko hivi. Kwa suba fi kumdei atabidiwa katika masikio yake yote mawili si moja. Anabidiwa nini? Anu ni shaba iliyogaishwa, chuma kimechoma ile roho la chuma. Hii chuma huwa inachoma mpaka inakuwa roho, lakini hiyo ni shaba. Sasa siku ya Kiyama atabadiliwa shaba iliyogaishwa, imani si plastiki. Hebu chukua hiyo plastiki, tia moto kidogo kwenye sio. Sasa hivi ni plastiki. Sasa ni chuma. Rojo la chuma la moto lililoyarishwa. Yusafu atamiminiwa sikio lake. Yoko ndio yake sikio lake. Hivi ni kebeo na tahadharisho kwa hili sikio. Kwa sikio inaweza likakupeleka mbali ukawa kwenye mafanikio, na pia sikio inaweza likarudisha nyuma. La mwisho kumalizia, la mwisho wasema qararuka, uamuzi wako, uamuzi wako unaweza kukufanikisha na pia unaweza kukufelisha. Wakati unapokuwa na uamuzi, kuna maamuzi mengine unapoyaamulia unafeli, na kuna maamuzi mengine unaweza ukachukua au ukafanikiwa. Tunasema kuwa makini wakati unataka kutoa maamuzi. Kuna mtu labda yuko katika kazi, ameajiriwa katika kampuni. Sasa zile shida za kuajiriwa bado masomewa nini, sasa anakuwa na uamuzi, mimi afadhali ni kazi niache. Kila saa kusomewa wale ni tu. Pia anakuwa na maamuzi, anakuwa na acha ile kazi. Sasa kwa kuacha ile kazi anahangaika, sasa anatafuta kazi, amefeli kwa sababu ya ile maamuzi yake huenda hayakuwa sahihi. Na wakati mwingine unaweza ukaamua jambo likawa vizuri. Ndio maana Allah anatuambia fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Na kabla ya kuadhimia jambo, hebu swali istikhara kwanza, tafuta ushauri kwa Mungu. Mahaba malistashara,
haangulii patupu au kufeli mtu anayetafuta ushauri wa afya. Lakini wewe unakuwa na uamuzi wako binafsi. Kwa hiyo itategemea uamuzi wako kwa sahihi kabisa, kwa kuletea matokeo mazuri. Uamuzi wengine kwa kufelisha. Ndio maana nikasema kabla ya uamuzi, hebu tafuta ushauri. Ushauri mkuu ni Allah. Unaona, imeitwa fursa nyumbani. Sasa hii ndio maamuzi, ima ya kukubali ile kosa au kuikataa. Kwa sahihi labda kama unakuta atumekubali. Sasa huyu mtieni ima atafanikiwa au atafeli. Tegemea haya maamuzi ni kwa sahihi. Huyu mtachagua ni mtu sahihi. Kwa hiyo maana naambiwa asitashiri. Tafuta ushauri. Bwana mmoja alichukua mkopo ili aanzishe biashara. Bila sasa huyu uamuzi wake anaona hiyo sasa kufanikiwa. Wakati mtafiti mmoja alikuwa asema usiwahi kuchukua mkopo kuanzisha biashara, lakini chukua mkopo kuendeleza biashara. Alisema hivi, usiwahi kuchukua mkopo kuanzisha hiyo nataka sasa kufanya biashara sasa tunaanza na huko mkopo itajika watu kulipa. Bado naona biashara iko nzuri. Unaona? Asema akawa anasema sika ndio yangu akawa anasema chukua mkopo kuendeleza. Sababu biashara ndani ili uendeleze unaweza kulipa ile. Bila kuchukua mkopo nikajue kitu. Na hujajua biashara itakuwa vipi. Na polisi wanaenda kwa vipi. Au itakuwa baadaye kumbe ilikuwa sawa sasa. Kwa maana katika dini kumewekwa kitu kinaitwa ushauri. Ushauri unarekebisha baadhi ya maamuzi yako binafsi. Hata Mtume alipotaka kuacha Aisha radhiallahu anha, alikuwa na wazo la kufikiria kuacha. Ikabidi aanze kuwauliza masahaba, "Mbona huyu Aisha?" Akaenda kwa Ali. Ali akamwambia, "Kumbe wanawake wengi. Sio ni haja wewe kuendelea tu. Maadamu ashachafuliwa sifa huko asikane na alisini na nini, achana naye. Wanawake hufu." Akaenda kwa Abubakar. Akaenda kwa baadhi ya masahaba wakamsifu ya Aisha mzuri. Hatujapata kuona kasoro yote ya huyo. Mtume anatafuta ushauri. Kwa hiyo hili asiyo na maamuzi ambayo hayatohitajika mwisho wake. Lazima usije ukabaya. Tuliwahi kutoa habari ile Fatima binti Qais radhiallahu anha. Watu wamekuja kumposa fulani kumposa. Usama amemposa baada ya kuoa. Mara baada ya kuja Muawiya akuja baada Fatima akakuoa. Abu Jahal naye akakuoa. Waume watatu. Sema na mtu anafika hapo. Sasa asiwe na maamuzi, asije akajiingiza kikaango. Akasema wote ni kwa kumbe ndio anaingia babaya. Ikabidi atafute ushauri. Akaenda kwa Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kuna fulani alikuja na fulani kana kitaka fulani. Na wote hao ni wasahaba wako. Wewe ndio unajua vizuri. Sasa naomba ushauri unielewe na nani kati ya hawa tano. Sio naona haya mambo ni ya kuzingatiwa sisi. Uislamu unahitajika mambo haya pia isiwe ni habari kimekako katika taarifa za Mtume. Ni mafundisho.
Usijitafutie mke au kutafutia mume bila kutafuta ushauri. Maana ndoa nyingi zimekwisha haribika na nini? Kwa sababu watu hawakushauri. Mtu alikuwa na maamuzi yake binafsi, afadhali bana ni siri afanye mambo yake. Ndio maana wapenda sana anapata matatizo. Tasikia akashaoa ndani, ashafanya baadaye hafiki bali sababu ashauri watu, yeye anakuwa na maamuzi yake. Haya maamuzi yake ima yatajenga au yatamwangusha. Mtume anawaambia yule mwanamke, umefanya vizuri kuniambia, kwa sababu kuna baadhi ya hao wanaowataja ni kitabu. Kuna huyu Abu Jahal tunamfahamu, anatandika sana, sio kuolewa kwake kiwachapa yeye, mkono wake kwa wanawake hauondoki na hizo taarifa. Alafu Muawiya ni Saadi, huyu Muawiya ni naye aolewa na mkono yake, maskini ana chochote, ana nyuma wala mbele huyu. Kwa hivyo akili Usama, olewa na Usama na ndio ikadumu. Kwa nini? Kwa kutafuta ule ushauri. Sasa yeye fikirie maji yule mwanamke alikuwa na uamuzi wake, awache niolewe na Abu Jahal radhiallahu anhu. Kwa hiyo kuna watu wanaume wengine walipojenga muonekano wao ni kutandika wanawake, wao hivyo waliona baba zao kufanya nao ni damu inaendelea. Sasa Mtume hapo alipokaa huyu hawezi kuitumia vitu vyake. Mwanamke yule amefanikiwa kuwa katika ndoa bora kwa sababu ya ushauri. Kwa hiyo kijana mwenzangu, kama unataka kuoa, usiwe na maamuzi yako binafsi, uende yakakufikisha maana hapo ukutarajia. Mimi naamini kuna watu wako katika ndoa lakini wanajuta. Mimi najuta kwa naona ni kama nijiletea ninajikaanga na stress zangu za kazi kule nyumbani bongo. Hivi jamani, hizi ndoa nyingine watu ziko kama hii yako kweli? Kuna nasikia leo ndio wanaishi vizuri tu na ni kwa sababu ima labda huko washauri. Unajua kuna wengine watu wanatanguliza kupenda, usipende. Kwa hivyo hata kumwambia kitu cha asili, hiyo ni baadaye. Sema alipoku hiyo ni hofu na penda kutosha. Mtu anapokuwa amependa huwa ni kama kibovu. Huwa asili yoyote kila maadili wala kitamani asili. Huyo. Pekee na huyo kitaka huyo. Anatiwa mimba baadaye na mtoto nyumbani. Mama aanze kulea. Ndio Sungu amesema huyo. Ikwaje tena hapa kumbe yule ngoi inasema kutoa kumbe anakuja kingine kutoa kumbe ndio umekuwa umeuliza. Kwa hiyo vitu kama hivi ni msingi. Maamuzi yoyote hata kama yanalaka. Kwa ile kazi nzuri bali ile waulize waliofanya kazi bali. Vipi ile kazi kwa vipi? Je, kwa hivi na hivi. Basi tunasema yule anayetafuta ushauri huwa anasalimika na mambo mengi sana. Unajua kuna watu hawajua kuambiwa mambo mengi kufanya kisirisiri, na tusiambie wanataka kama wasafiri kwenda wapi kisirisiri. Kuna watu wanakumbuka walienda Qatar, siku wote wakapa sio kuna kazi, ikakule kule hakuna kazi. Kwa hiyo wanaomba serikali ije wafikishe. Unaona ilikuwa kisirisiri, alienda Qatar kule hakuna kazi inaendelea. Alifanya kisirisiri. Hakuuliza ambao waliwahi kwenda kule. Yeye na hili kuna wakati mwingine ukiuliza kuna bwana mmoja ni litahadharisha kwa yeye ndio afanye alienda nikatahadharisha hicho. Baadaye wakaja afanye alikuwa hapo kule. Ndio kuna mchezo mwingine unachezwa kule, kuna maadili. Na huko kuna maadili nzuri. Sasa wale maadili wa kule
hakuna kazi. Wanatafuta kula pesa. Wanaambia hapa waje kwa kazi huku. Tumepata kampuni fulani wametutuma sisi tafuteni vijana kama dola hivi. Lakini watoe $200,000. Sasa hiyo $100,000 ni yao, halafu $100,000 ni hawa. Wewe $200,000 wanatumiwa wale wa na maskini hapa wakatumia hawajafahamu vizuri chama za kule. Wanaona kweli ni watu baadhi ya kule, lakini watu hawajafahamu wote kama ni kweli. Hao kwa hivyo wanakuwa na uhakika, sio eti watapenda, wanakuwa na uhakika kwamba kuna kazi, lakini kumbe wa kule ndio watapenda. Haya na wasafirisha wale. Akifika kule mtapokelewa, mnapelekwa sehemu kwenye duka hili. Haya, aende hapa kusubiri kazi. Alafu ndio sasa ndio kuisha. Bila rafiki yangu mmoja alifanywa, alikuwa na wenzake karibia 150. Fika kule wakaenda katika nyumba. Baada ya kule wakaa na uzuri walikuwa na kusaidia wewe ndio wanatumia. Baadaye sasa kodi imeisha, itakika walipe. Waanze kulipia. Na wale hawaonekani. Kwa hiyo kabidi waanze kutafuta mawasiliano ya maaje tu jamani, ni bora kuna kazi. Mbona ilikuwa hivi? Sisi hatuna taarifa, tulikuwa kufanya kazi hapa hawaonekani. Kwa hiyo inabidi wa huko waanze kukaramika kutafuta tikiti. Na walipia hapo. Ukaambia kabidi tuwalipie huko, walikuwa 150. Kabidi tuwalipie tikiti kwa kurudishwa nyumbani. Hiyo tikiti yako ndio umetoka karibia $200,000. Unaona, na wakarudi wawili ndio wanasema hawataka kupata, jaribu kutafuta wenyewe. Kwa hiyo hii ni lazima usisikie tunataka kuna kazi hivi. Tafuta ushauri. Maamuzi mengine yanaweza kukuharibia mambo na maamuzi mengine yanaweza kukuongezea. Haya ndio mambo ambayo wanasema yanaweza yakakuendeleza maisha na pia yanaweza yakakufelisha kwa ndani.